Habari za asubuhi ndugu zangu, karibuni sana. Leo nataka nifundishe somo moja ambalo linaitwa mbinu 10 za dhahabu za kumfanya mwanafunzi mwenye uwezo mdogo sana aweze kufaulu katika mitihani yake. Naongelea mbinu 10 za dhahabu za kuweza kumfanya mwanafunzi mwenye uwezo mdogo sana kuweza kufaulu mitihani yake. Unajua walimu na wazazi tumekuwa tukiwakatia watoto tamaa kwamba mtoto huyu hana uwezo, mtoto huyu ni shida tupu, mtoto huyu sio ana changamoto gani. Lakini kusema ukweli ndugu yangu, huyu mtoto mwenye udhaifu au mwenye ujifunzaji mdogo anaweza akafanya vizuri. Yaani mimi wanamhurumia sana mzazi maskini ya Mungu. Kalipa nauli, sui chai, sui miogo, sui kuna tuisheni pale ile unaita remedial, sui kuna ada ile ya shule za binafsi. Lakini mwisho wa siku eti mtoto anapata 4, anapata 0. Inaumiza sana. Inaumiza sana ndugu walimu. Ndugu zangu, niwaombe kitu kimoja leo. Mnisikilize walimu, niwafundishe. Kwa sababu mimi maisha yangu yote ya walimu sina kumbukumbu kama katika wanafunzi wangu wale wote nao wafundisha nimewahi kupata F10. Sina kumbukumbu hiyo. Labda naweza kuwa wanafunzi 5 walipojoka bahati mbaya kwa maisha yangu yote. Na mimi miaka yote nimekuwa nikifundisha form 4 na form 2. Na unakuta form 4 na masomo mawili. Kuna mwaka nilifundisha masomo 3 form 4. Lakini unakuta watoto wote ni A, B, C, yani kipata D ni 2 au 3 mwisho. Waliobaki wote wanafanya vizuri. Na wanafanya vizuri kwa sababu nimekuwa nikitumia mbinu 10 za dhahabu kwa miaka yangu yote. Na hii ni creativity au tuseme ubunifu ambao Mungu alinipa mwenyewe katika kuipenda kazi yangu na kupenda kusaidia watoto. Unajua mwalimu, cha kwanza inabidi umhurumie mtoto na mzazi wake. Mzazi anakuwa na mategemeo kwa mtoto, anakuwa na expectations, anakuwa na matumaini. Anasema huyu mwanangu akikua atanisaidia 1, 2, 3. Lakini akifika shuleni, mwalimu, tunaua hao watoto. Mimi nataka walimu niongee na nyinyi leo. Mbinu 10 za kuwasaidia watoto. Hizi mbinu za dhahabu. Hizo ukizishika au ukichukua kama 3 ndio kazingangania, yani wewe utakuwa mwalimu wa F. Hivyo uone aibu, wewe mwalimu uone aibu. Uone aibu. Somo lako watoto wanapata F, wakifaulu ni 5, 10. Waliobaki wote F. Hivyo unapokuwa mshahara unajisikia raha, haikuumi. Nafsi haikusuti. Alafu kesho, mwalimu bwana darasani shikao mwalimu. Hapana. Hebu nisikilize, twende pamoja. Mbinu ya kwanza ni kuwafahamu watoto wako. Ni kweli kuna walimu wana watoto wengi sana. Darasani wako kama 80, wengine mpaka 100, 150. Lakini hao watoto wafahamu. Hao watoto wabebe kwa moyo wa dhati kama mzazi na wapende. Ukisha wafahamu hao watoto, Mungu atakupa uwezo na akili na mbinu ya kuweza kuwasaidia. Kwa sababu wewe umeshamfahamu mtoto, umefahamu tabia yake, umefahamu uwezo wake darasani, umefahamu kila kitu kuhusu mtoto. Ni mtundu, ni mkorofi, ni mpole, ni hivyo, umeshamjua. Kwa nini rahisi kuweza kumsaidia mtoto? Kwanza umfahamu. Yaani naposema umfahamu, fahamu jina, sura, tabia, kila kitu hakikisha unafahamu mtoto wako. Hiyo ni njia ya kwanza kuweza kumsaidia. Njia ya pili, ndugu yangu mwalimu, mtoto mwenye uwezo mdogo ni ana uwezo mdogo kweli, na hii sio kosa lake, ni namna Mwenyezi Mungu alivyotuumba. Unajua Mwenyezi Mungu ni fundi. Amemuumba huyu kihivi, akamuumba yule kivile, akamuumba yule kivile. Yeye ndiye anajua. Lakini unakuta mtoto mwingine maskini ya Mungu kweli ana uwezo mdogo. Kabisa ana uwezo mdogo. Ni uwezo mdogo kabisa. Yaani haelewi. Huyo kumfundisha elewe unamsaidia hivi. Hii ni mbinu ya pili sasa. Ya dhahabu. Huyu usitake umfundishe kama wale wenye uwezo. Huyu unachukua somo lake unalivunja hata vipande 3, ambapo unafundisha wenye uwezo labda
dakika 10 unafundisha labda subtopic nzima, huyu subtopic au nusu mada, ile mada ndogo ivunje. Kama ulikuwa unamfundisha kwa mfano labda Kiswahili, zile aina za maneno kidato cha kwanza, huyu mtoto wewe mfundishe, baada ya kumfundisha kumtajia aina zile zote 8 za sasa hivi, wewe mtajie 3 tu. Tajie aina 3. Hizi 3 akizijua, njia ya 7, tumia mbinu za kumhamasisha mwanafunzi. Akipata kidogo pigie makofi. Akipata kidogo mpongeze. Akipata kidogo mwambie yes you can. Hapo mtoto anahamasika, mwisho wa siku ameshaondoka. Lakini usipompongeza na kumhamasisha, mtaweza kufanya vizuri. Na njia ya 7, muandalie mazingira mazuri ya kujifunzia. Unajua watoto bwana wanataka na mazingira mazuri ya kujifunzia. Sio tunaposema mazingira mazuri hatumaanishi darasani tu. Nataka darasani mle kuna psychological harassment, psychological torture. Darasani mle uenda kumfundisha slow learner, tembea na mzigo wa viboko. Watu umpati. Anapoanza kuona kiboko akili inaruka, huwezi kumpata. Lakini kama ana mazingira mazuri, mazingira ya kirafiki, unamfundisha kwa upendo, mtoto anakuelewa. Anasema yes mwalimu wangu mzuri, yes mwalimu wangu nampenda. Mwisho wa siku anakuta anapenda somo lako. Ili uweze kuwin slow learners hawa ni kwa motivate walipende somo lako. Wanapopenda somo lako atakupenda na wewe. Hata ukimuita njoo kufundisha chini ya mti au wapi, anakuja anakimbia kwa sababu anapenda somo lako. Automatically nao atakuwa anakupenda. Hiyo nayo ni njia moja kubwa sana, mazingira mazuri ya kujifunzia. Namba 8, anatakiwa mazoezi ya kumjenga. Sio kumhukumu, ya kumjenga. Ya mara kwa mara ya kumjenga. Mara kwa mara unamjenga. Unampima, unamshauri, unamkosoa. Unampima, unamshauri, unamkosoa. Unampima, unamkosoa, unamshauri, unamkosoa. Ya 9 ambayo ni kubwa sana na yenyewe. Sasa hii nisikiza kwa makini. Kuna zile grupu mnatengenezaga makundi ya kusoma na kujisomea. Nakupa siri sasa. Wewe tengeneza grupu la namna hii hapa. Chukua kwanza darasani na wa mwisho darasani, wakae kundi hili moja. Katikati jazia wa katikati. Wa pili na wa pili kutoka mwisho. Unawapanga hivyo, mwisho siku unakuta na kundi la watu kama 7 hivi. Hilo kundi lina watu wenye uwezo tofauti. Sasa unapotoa kazi, hakikisha huyu mwenye uwezo mdogo kila kundi ndio nampa kazi ya katibu wa kundi. Na huyu mwenye uwezo mkubwa kuliko wote unampa kazi ya mwenyekiti wa nini? Wa kundi. Sasa ukifanya hivyo, maana yake huyu katibu atalazimika kuandika kila kilichokubaliwa. Kama ni swali la kazi ataandika huyo katibu wao. Wakati huo namjengea experience na speed ya kuandika. Na akiwachelewesha nataka naambia bwana kimbiza tusichelewe, tuwahi tukusanye. Mwalimu, umenielewa? Hii nataka upendo na huruma kwa watoto. Mzazi anamtegemea kama wewe mzazi wako anavyokutegemea. Usipomsaidia mtoto wa mtu, manake mzazi umemharibu. Hasa mzazi afanyeje? Hana hela kumpeleka mtoto private, hana nini, anategemea. Lakini tunatakiwa walimu wajifunze mbinu za dhahabu za kumfanya mtoto afaulu. Namba 10, ushirikiane na wazazi wake. Ndugu zangu, wazazi wanawafahamu watoto wao mwanzo mwisho. Anajua mwanangu hawezi kufaulu mtihani. Anajua. Wanafikia hajui. Anajua. Lakini ukishirikiana naye atakwambia. Kuna mzazi mmoja aliwahi kumuita kuhusu mtoto, akaniambia mwalimu, huyu mtoto wangu alikuwa anaandikia mkono wa kushoto tangu zamani. Alipofika darasa la 3 tukambadilisha, tukamlazimisha aandike mkono wa kulia. Mimi nikacheka nikamwambia mzazi, kwa mtoto akili za kushoto huku umemleta kulia ambako akumsaidii. Lakini mtoto kwa sababu tulikuwa naye, tukawa tunamjenga. Anaandika mpaka makorokocho kidato cha 4 lakini havisomeki vizuri.
mwisho wa siku tulimsaidia akaweza kufaulu. Kwa ndugu walimu, hao watoto tumepewa dhamana na Mungu wa mbinguni kuwasaidia. Unapomwacha mtoto wa mtu akaferi kizembezembe, wewe kwa Mungu utahukumiwa tu. Sasa nafikiri nakutania.